Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, kila mmoja ana mtazamo wake. Kwa upande wangu mimi, mtazamo wangu kwenye mashindano ya Qur'an yaliyofanyika Zanzibar hata Tanzania, naona bado hatujawapa motisha wasomaji wetu wa Qur'ani. Kwa kumpa motisha msomaji mmoja kwa sababu katokea wa kwanza, tukampa motisha pesa nyingi, na walobakie tukawa pesa kidogo, bado hatujafanya uadilifu wa motisha. Kwa mtazamo wangu, hatujapa motisha wasomaji wengine, bali tunawavunja moyo. Kiwango kikubwa sana anachopata mshindi wa kwanza wakati anasoma Qur'ani ile ile sawa sawa na wenziwe. Utofauti wao ni mdogo sana 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 sana. Kwa Zanzibar nimeona sana. Nadhani mshindi wa mwisho amepata alama 92. 92 kama sikosei. Kwa hiyo bado kafanya vizuri. Wakati mwenziwe wa kwanza kapata 97 kama sikosei. Tufanye 100 kwenye 100. Manake tofauti zao ni alama 8. Alama 8. Si alama 10, alama 8. Alafu anapata 3 milioni. Yeye wa kwanza anapata 30 milioni. Natoa ushauri wanaoandaa mashindano ya Qur'ani dunia nzima, ulimwenguni mzima, lazima watengeze kipimo maalumu cha kupata fedha kwa wasomaji wa Qur'ani. Na sio watu waseme mshindi wa kwanza anapata 30. Itafutwe mashine, iwekwe pesa kiasi fulani, mashine ijikantoli wenyewe kwa mujibu wa makosa ya msomaji, na mtu apate pesa kwa mujibu wa usomaji wake. Na hicho kitu kinawezekana. Kama hakiwezekana, natoa wazo, kama kuna milioni 80 zitataka kutolewa, sisi tuunge milioni 30 kwa mshindi mmoja, na milioni 30, milioni 50 kwa washindi waliobakia, au milioni 30 kwa mshindi mmoja, milioni 20 kwa mshindi wa pili. Wengine hawajafanya kazi. Mimi kwa mtazamo wangu mie bana, utazamwe tena zawadi hangalau apite na kwa milioni. Bora mshindi wa kwanza apate milioni 25 au milioni 20, alafu wa pili akapata milioni mfano 18, watatu mfano akapata milioni 17, wanne angalau akapata milioni 10. Angalau shuke kama hivyo. Kitabu kitukufu tumesahau. Hicho ni kitabu kitukufu. Na kakisoma mwanafunzi msahafu mzima kahifadhi, kapata alama 90, tunampa milioni 3 kutoka milioni 30. Kwa upande wangu mimi na pale uadilifu kwanza umeondoka. Hebu tufikirieni tena mashekhi, tufikirieni tena kwenye utoaji wa zawadi. Mimi wazo langu ni hilo, zawadi kushanywe, iwekwe kama milioni 100, iwe kwa namna ya max ziwe kidogo sana, yani pesa ziwe watafautiane kwa pesa kidogo sana. Nadhani hapa kidogo tutapa motisha wasomaji wetu Qur'an, watu watahafidhi. Huo ndo mchango wangu wa leo jamani. Tutizameni mashehe na share hii sauti au hii video yangu, ishare ili mpaka iwafike wahusika huko. Walifikirie hili swala, walifikirie kabisa, walifikirie sila kufanyia mzaha kabisa. Sila kufanyia mzaha. Mwanafunzi anahifadhi Qur'ani msahafu mzima, juzuu 30, anapata alama 90, anapewa milioni 3. Wa kwanza mpata milioni 30, jamii tofauti. Fikirieni vizuri Waislamu. Lakini tumtazame yule wa tashjiji sijui ile. Yule ndo kafanya kazi kubwa zaidi. Kwanza kahifadhi Qur'ani, halafu akahifadhi kila sura na aya yake, halafu anapewa milioni 1. Bora kama tumeamua kuweka mashindano, bora tutofautishe kabisa. Tofautishe, manake tukimweka watahiji iwe mbali na tahfizi iwe mbali.
Au wale wanaofanya ile kazi kubwa unawapa tu pesa nyingi vile vile, milioni moja. Tunaona hajafanya kazi, anataja aya, isomee aya ya 5 ya sura fulani, anasoma. Hii ni sura ni aya ngapi? Anakuambia hiyo ni aya ngapi katika sura fulani. Afanye kazi ndogo. Tufikirieni jamani. Haya, waza. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.